Anamfagia sana mshikaji, anamwambia mbona upokea simu zangu, una shida gani wewe? Au kipofu wako ndio unakusumbua? Mshikaji kamwambia wewe unatambua kwamba mimi sioni, kwa kuna sometime unaweza kupiga simu nikashindwa kupokea kwa sababu sijui nani aliyepiga, kabidi mfanyakazi amtetee. Anamwambia madam, samahani, usimfokee, huyu ni mgonjwa, hana makosa yoyote. Kaambia tulia na wewe, siongee na wewe, naongea na Onesmo, siongei na wewe, kwa please kaa kimya wakati narumbana na Onesmo, nadhani tumeelewana. Kabidi mshikaji ambembeleze Angel, akamwambia Angel, naomba nisamee, wewe unajua maisha yangu alivyo kwa sasa, nasumbuliwa na macho, hivyo nakuomba unisamee tu kwa kile kitu ambacho nakifanya, sifanyi kwa makusudi. Mshikaji kama amechanganyikiwa vile. Gabriela akawa anamfukia sana, anamwambia wewe shida gani bosi, tulia, achana naye, tulia, achana naye, atakuja tu, kwani shida iko wapi? Gabriela akamwambia subiri, akirudi nitamnyosha. Usiku ulipoingia, Gabriela pamoja na mshikaji kama amekaa chumbani anapiga story. Gabriela akamwambia lakini bosi, sikupenda tabia ambayo ameifanya. Angel akamwambia mzoee tu, ndo jinsi alivyo. Hapana, anakufokeaje kama vile hajui kama una matatizo? Mshikaji akamwambia najua. Hasa Gabriela pamoja na mshikaji kana anapiga story. Mshikaji akamwambia yule tena hawezi kunifokea, akinifokea nitamzibua, nitamdunda. Gabriela akamwambia sasa hapo bosi umeanza kuwa na akili sasa, hebu nipe 5 kwanza. Inabidi mshikaji pamoja na Gabriela apige 5. Akamwambia sasa hapo mweze kunifurahisha, nipe kwanza 5. Mshikaji kana anafurahi sana maisha ambayo anaishi pamoja na Gabriela. Mshikaji ni kipofu ambaye sio kipofu.